Shalom shalom na karibuni tena kwa neno la siku ya leo. Acha Bwana Mungu akubariki. Tena fungua vitabu vyetu, kitabu cha Mathayo mtakatifu sura zake ni 7 na mstari wa 24. Inasema, basi kila asikiaye maneno yangu haya na kuyatenda atafananishwa na mtu mwenye hekima aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Amen. Mpendwa unanifuata kwa majira kama na haya, nimekuja na ujumbe kwa tariki ya leo ambao unasema jenga juu ya mwamba. Jenga juu ya mwamba. Mtu mwenye hekima ni mtu anayejua siri ya kujenga juu ya mwamba, na maandiko yanatuambia unapoanza juu, Yesu Kristo anaelezea kwa mafundisho ya mlimani ya kwamba aseme si kila mtu anayesema Bwana Bwana atakayeona ufalme wa Bwana, lakini ni yule anayetenda aliyo mapenzi ya Bwana. Wengi watasema ya kwamba tumetenda miujiza kwa jina lako, tumefukuza pepo kwa jina lako, lakini Bwana wa kazi atawaambia hakika siwajui, ondokeni mahali hapa. Shida ni nini? Kwa sababu majenzi ni tofauti. Wamoja huchagua kujenga juu ya mchanga na wengine huchagua kujenga juu ya mwamba. Lakini mpele mkuja kuambia ya kwamba Yesu Kristo mwenyewe anasema ya kwamba yeyote anayesikia maneno haya, yeyote anayesikia maneno ya Bwana na kuyatenda, huyo atakuwa mwenye hekima. Huyo atakuwa mtu ambaye amegundua siri ya kujenga juu ya mwamba, siri ya kujenga juu ya Yesu Kristo. Maana Yesu Kristo alikonclude ujumbe wa mlimani huu kwa ufunuo mkubwa ya kwamba kuna wajenzi wawili. Ameona pia kuna nyumba mbili, kulikuwa na misingi miwili, na mawimbi ama dhoruba ilikuwa ni moja. Wote walisikia neno, wote walisikia neno, wote walijenga, wote walikumbana na dhoruba. Lakini cha ajabu, nyumba moja imesimama na ingine imeanguka. Utofauti kuwa katika uzuri wa nyumba, utofauti kuwa umejengwa kwa urefu gani, lakini utofauti ulikuwa ni msingi. Leo nimekuja kusema na mtu mmoja ya kwamba amua kujenga juu ya mwamba, amua kujenga juu ya mwamba, amua kujenga juu ya Yesu Kristo. Maana watu wengi wanajenga juu ya vitu vya dunia hii, watu wengi wanajenga juu ya fahari ya ulimwengu huu, watu wengi wanajenga juu ya wanadamu, lakini mwenye hekima ni yule anayejua kujenga juu ya mwamba. Mwamba ni Yesu Kristo, mwamba ni Yesu Kristo. Bwana anatarajia watu watakaosimama katika nyakati hizo mbovu na kusimamia ukweli na kujenga juu ya mwamba na kumpokea huyu Yesu aliye mwamba. Unaposoma Wakorintho wa kwanza sura 3 na mstari wa 11, maandiko yanatuambia, maana msingi mwingine hakuna mtu ambaye anaweza kuuweka isipokuwa msingi ule ambao uliokwisha wekwa tayari, ambayo ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye msingi wetu. Yesu Kristo ndiye mwamba wetu, mwamba ambapo tunaposimama juu yake, tunapojengeka juu yake, haijalishi mawimbi yapiga kwa namna gani, wale wanaomtumainia Bwana ni kama mlima Sayuni ambao watatikisika. Wale ambao waliojengwa juu ya Yesu Kristo, hao watasimama daima. Maana marafiki wanaweza kukuacha, pesa zinaweza zikaisha, lakini mtu ambaye amegundua siri ya kujenga juu ya mwamba, huyo ni muheri. Leo nimekuja kumwankurasha mtu mmoja ya kwamba jenga juu ya mwamba, ya kwamba jenga juu ya mwamba. Unapojenga juu ya mwamba, wewe ni ushuhuda. Maisha yako hayatabaki vile vile, maisha yako hayatabaki vile vile. Kujenga juu ya mwamba ni kutii neno la Kristo, sio kusikia tu. Maana kwa dunia leo tuna wasikilizaji wengi, lakini maandiko yanasema msiwasikilize
wasikilizaji tu, lakini muwe watendaji wa neno. Yesu Kristo hakusema mwenye hekima ni yule anayesikia tu, lakini ametuambia yule anayesikia maneno yangu na kuyatenda, huyo ni mwenye hekima. Anafananishwa na mtu aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba, juu ya mwamba. Mpendwa, neno la Kristo linapokuwa msingi wako, linaingia moyoni mwako na kukubadilisha, na itaonekana kwa matendo yako. Itaonekana ya kwamba umekutana na Mungu mzima, ya kwamba umejengwa juu ya mwamba, umejengwa juu ya mwamba. Usipoteze muda katika dunia. Dunia itapita na mambo yake, lakini neno la Bwana litadumu milele. Leo nimekuja kuambia mpendwa, jenga juu ya mwamba, jenga juu ya mwamba. Unapojenga juu ya mwamba, Yesu Kristo atabadilisha maisha yako. Unapojenga juu ya mwamba, wewe ni nuru ya ulimwengu, wewe ni chumvi ya ulimwengu, wewe ndiye ni kielelezo kwa waaminio. Wanapotafuta mfano wa mtu aliyestahimili, mtu aliyesimama vizuri, ni wewe ndiye ambaye utawahubiria wengine na kuwakumbusha ya kwamba wasijenge juu ya mchanga, lakini wajenge juu ya mwamba. Mwamba ni Yesu Kristo, mwamba ni Yesu Kristo. Zoruba inafunua msingi. Unapopitia majaribu, unapopitia challenge, itatuonesha unasimama juu ya msingi wa namna gani. Zoruba inafunua ni msingi upi uliojenga juu yake. Waliojenga juu ya Yesu Kristo, haijalishi wanapopita katika bonde ya uvuli wa mauti, wataogopa, maana Bwana yu upande wao, maana Bwana yu pamoja nao. Na wale ambao wamejenga juu ya mchanga, anapitia challenge, utaona namna gani anavyojikomporte katika zoruba ile. Unaelewa ya kwamba anguko hili likubwa, unaelewa ya kwamba anguko hili likubwa. Wote wamejenga, wajenzi hao wawili wote wamejenga, lakini msingi wao kufanana. Mmoja amejenga juu ya mwamba na mwingine amejenga juu ya mchanga. Mafuriko yalipokuja, upepo ulipovuma, aliyejenga juu ya mwamba, msingi wake Yesu Kristo umesimama. Haijalishi mawimbi, wewe uliyejenga juu ya mwamba, simama, maana Bwana yu pamoja na wewe. Umejenga ku right time na nafasi iliyo right, wewe simama. Lakini aliyejenga juu ya mchanga, maandiko yananiambia kwamba nyumba imepomoka na anguko lilikuwa kubwa. Mtu anayejenga katika watu wanapomwacha, mtu huyo anaanguka. Mtu anayejenga juu ya fedha zikiisha anaanguka. Lakini mtu aliyejenga juu ya Yesu Kristo, haijalishi marafiki wakuache, haijalishi pesa ziishe, wewe unasimama kama mlima Sayuni. Wewe unasimama kama mlima ambao hautikisiki. Jenga kabla dhoruba haijakuja. Kwa mpendo ya kwamba ni leo ndio tunajenga uhusiano wetu na Mungu. Ni leo ndio utakubali wokovu. Ni wakati neema ipo, ndipo watu watapokea neema hii. Maana dhoruba ikija, neema ikisha, hakuna gisi tena ya kujenga. Maisha ya maombi unayajenga kabla ya vita. Maisha ya maombi unayajenga kabla ya vita. Imani yako inakuwa kabla ya majaribu, ili wakati ya uvumi wa upepo upate kusimama, upate kufananishwa na mtu mwenye hekima aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mtu anayesikia neno la Bwana na kulifanyia kazi. Leo nimekuja kuambia mpendwa, jiulize, unajenga maisha yako juu ya nini? Maisha yako yamejengwa juu ya pesa? Maisha yako yamejengwa juu ya starehe ya dunia? Ama maisha yako yamejengwa juu ya mwamba? Leo nimekuja kuambia ya kwamba jenga familia yako juu ya mwamba, jenga uzao wako juu ya mwamba, jenga huduma yako juu ya mwamba, na Yesu Kristo atakustawisha. Haijalishi
mawimbi, wao ni ushuhuda mkubwa. Acha Bwana Mungu akubariki. Elewa ya kwamba kujenga juu ya mwamba ndio hekima inayopita hekima zote. Bwana Mungu akubariki. Heavenly Father, we honor you, bless your holy name. Tunasema asante kwa ujumbe tena huu. Tunasema asante kutukumbusha ya kwamba tujenge juu ya mwamba. Mwamba ni Yesu Kristo. Bwana, wende kutuwezesha tujenge juu yako Bwana. Tumaini letu liwe katika wewe, imani yetu kutizamia wewe mfalme.